Ni ukweli mchungu sana na ni jambo gumu sana kwa vijana tulio wengi, hasa ambao tumegoma kukubali kubadilika. Tumegoma kukubali kuokolewa kwa sababu ya kiburi kilicho ndani yetu, fahari za mwili zilizo ndani yetu, na misukumo ya marafiki zetu au ya mazingira tuliyopo, au kukosa vipaumbele. Tumeignore fact kwamba ngono ni mojawapo ya sababu inayochelewesha sana vijana tulio wengi. Naomba nikwambie kijana mwenzangu, pengine uwe binti, uwe wa kike au wa kiume, naomba nisikize kijana yoyote, nje ya masuala ya kiroho, nje ya eneo la kiroho ambalo wengi mmelipuuza, nje ya eneo la kiroho ambalo wengi hamtaki kulisikia, lakini madhara ya ngono hata katika eneo la uchumi wako na utafutaji wako na eneo la kazi yako kwa kila siku, madhara yake ni makubwa sana. Na kupuuza ukweli huu wa madhara makubwa ya ngono katika mifumo yetu ya maisha ndio sababu hasa kwa nini hatujaweza kujikomboa kutoka katika maumivu ya kila siku tunayoyapitia. Vijana wengi hasa hivi tuna changamoto ya akili. Vijana wengi hasa hivi ukikutana na kijana ana mawazo mengi, hana wajibu wowote. Sio kwamba labda anasomesha wadogo zake, sio kwamba labda anategemewa nyumbani kwao, sio kwamba labda ana familia, lakini amebeba mawazo mazito moyoni mwake, amebeba mawazo makubwa. Ni mtu asiyekuwa na furaha ya moyo, ni mtu ambaye muda wote amejawa hasira, amejawa kinyongo, amejaa maumivu, amejaa kisasi moyoni mwake. Si kwa sababu ana mambo ya msingi au vipaumbele sana katika maisha yake. Ukifuatilia vizuri, sababu ya maumivu hayo na mateso hayo yanayotesa nafsi yake ni ngono. Na hiyo ngono inayomtesa sio wala ndoa yake, ni ngono tu kama starehe yake, ni ngono. Ni ama amekosa access, amekosa uwezo wa kuafodi hitaji lake hilo. Kaombwa na mwanamke sehemu, sasa hana fedha, unamkuta ni ana mawazo chungu mzima. Lengo ni nini? Anatamani amfurahishe mtu mwingine, amfurahishe yule mwenza wake. Na furaha yenyewe ni nini? Ili yeye aweze kupata nafasi ya kuhudumiwa kingono. Kwa hiyo ukipuuza nje ya kama tulivyopuuza kwamba, kwa sababu watumishi wengi wanatuambia jamani, ngono inatesa katika kile eneo, hata eneo la kiroho. Sitaki mimi kuzungumza katika eneo la kiroho, nataka nizungumze katika eneo la kawaida kabisa la macho yako ambao unaweza kuona kila siku. Ukipuuza ukweli kwamba ngono ni hatari hata kwa uchumi wako, hata kwa ustawi wako, hata kwa heshima yako, ngono ni hatari hata kwa utafutaji wako na kazi yako, basi utakuja ajiandaa kufanikiwa. Na ukiona unapata moyo wa kupuuza, usijione wewe ni bingwa sana, kwa sababu tuko katika dunia ambayo leo hii wajinga wanaamini ni waerevu, na wajinga wanaamini waerevu wanateseka, na wakati wajinga wao ndo wanaoteseka. Leo hii kuna mahubiri mengi huko mitandaoni yanayozungumzia habari ya nguvu za kiume, yanayozungumzia habari ya ulijali na umaarufu wa kufanya ngono sana, yanayozungumzia habari wa watu kuhusiana pasipokuwa na utaratibu. Leo mabinti wadogo na watoto wadogo wanahusiana na wanaume wengi kuliko hata mama zao waliowazaa. Naweza nikakutolea mfano sasa hivi, unaweza kukutana na binti wa miaka 21, binti tu amefika chuo, miaka 21, 22, binti msomi ambaye amefanikiwa, Mungu amemfungua kimaarifa, anajua dunia vizuri. Ukamtrace vizuri idadi ya wanaume anaowafahamu mpaka kwenye umri wa miaka 21, inaweza akawa anamzidi mama yake mzazi aliyemzaa, ambaye mama wa baba yake au mama mzazi wake, unaweza kukuta mpaka na uzee wake, mpaka alipo, mpaka amemfikisha hapo huyo binti, yeye anajua wanaume wachache kuliko huyo binti leo hii. Unaweza kukutana na kijana mtoto wa kiume miaka 21, miaka 20, idadi ya wanawake anaowafahamu hapa duniani aliyokwisha tembea nao inashinda hata idadi ya wanawake ambao baba yake ametembea nao kufikia kwa mama yake, au idadi ya wanawake ambao baba yake ametembea nao, na anajiona ni fahari. Kwa nini? Ni kwa sababu dunia inayomzunguka, jamii inayomzunguka imempa heshima katika mambo hayo.
kwa sababu amezungukwa na marafiki ambao ngono wao ndio story yao, ngono wao ndio fahari yao. Lakini ukweli ni nini? Ukweli ni kwamba, chukua mfano kati ya vijana wasiojihusisha na masuala ya kingono sana, awe binti awe kijana wa kiume, na hawa ambao wanadhani wao ngono ni fahari yao, ni nani anayeteseka kiakili? Hii kundi linalopenda ngono ni mara chache sana kulikuta halina changamoto ya akili, kwa sababu ni ulimwengu uliojaa maumivu, ni ulimwengu uliojaa maigizo, ni ulimwengu uliojaa taabu, ni ulimwengu uliojaa giza usiokuwa na ukweli. Wananunua mavazi mazuri wapendeze ili wawafurahishe, lakini ukweli ni kwamba hawana chochote. Ni ulimwengu uliojaa taabu, na ni ulimwengu uliojaa kuabudu binadamu wengine. Leo hii kijana analazimika kukosa vipaumbele katika maisha ili tu yuko radhi kazi anayoifanya kwa siku achukue fedha yake yote ili tu ajiweke sawa, ili aonekane wa maana katika ulimwengu wa ngono, anukie vizuri, ave vazi la gharama ili wanawake wamuone, bila hata kujali kesho yake itakuwaje katika maisha yake. Kwa unakuja unagundua kwamba ni ulimwengu ambao umewageuza binadamu kuweza kuabudiana wao kwa wao. Na naomba nikwambie mpendwa, unapoona umeshafikia kwenye maisha ya kuabudu binadamu wengine, lazima ujawe maumivu, lazima uteseke, lazima ughadhabike, kwa sababu utakuwa unafanya kila jambo ili wafurahishe watu, na watu hawafurahishwi, watu hawatoshelezwi. Kwa utakuwa unajitesa wewe ili wewe wakuone wa maana, ili hao mabinti wasikuache, ili hao wanaume wasikupuuze. Utalazimika kuvaa nguo fupi, uache mapaja yako nje ili wanaume wakuone. Utalazimika kutumia fedha yako uliyoitunza wewe kijana ili wanawake wakuone. Kwa unakuwa unaishi kwenye ulimwengu wa kuwafurahisha binadamu wengine. Ulimwengu huu umejaa mateso. Sasa mlivyo wajinga, mnaoteseka huwa mnaona wasioteseka kuwa ni wajinga, na wao ndo wanaoteseka. Ni ngumu sana ukajiconnect na ulimwengu wa ngono alafu ukabaki salama katika afya ya akili. Ni ngumu sana. Nenda katika mitandao ya kijamii, njoo TikTok, nenda YouTube, nenda Facebook, hizo live zilizo TikTok, utagundua ni kwa jinsi gani watu wana shida ya afya ya akili. Watu wanauziana chuki, watu wanauziana visasi, watu ni wameumizwa, ni wameteswa. Sasa wanachokifanya ni kuja kuuza yale maumivu yao na mateso kwa watu wengine, kuwaaminisha watu wengine kwamba hii dunia imejaa mateso, kuuza hofu, kuuza chuki, kuuza uoga kwa watu wengine ambao pengine hawajaishi katika maisha hayo, kuwaaminisha kwamba ngono ni kitu cha kawaida. Na hayo ndio maudhui ambayo leo mabinti zetu na vijana tunafuatilia sana, yanatuvutia sana, bila kujua yanatuumiza kiakili. Na ushuhuda mmoja juzi ambao ndio umenifanya leo nizungumze jambo hili. Kijana mmoja alinifuata kwa sababu nina vijana katika eneo fulani la kazi. Sasa huwa nawalipa daily payment. Sasa siku hiyo akanifuata, kwa ni juzi, akaniambia unajua anafanya sana kazi ila fedha yangu sioni. Fedha yangu sioni. Nikamuuliza kipato chako kwa siku wastani wake ni shilingi ngapi? Akaniambia ni shilingi 20,000. Nikamuuliza tu swali la kawaida kwamba unafanya kazi siku ngapi kwa wiki? Akasema siku 6, anapumzika moja. Kwa tulivyopiga hesabu kipato chake ni kama 120,000. Nikamuuliza tu swali ambalo nilijua. Kwa sababu watu wanaoteseka hapa duniani wala hata usumbuke sana kuzunguka sana. Ni wachache mtu anayeteswa na mahitaji ya kila siku ya familia, labda mama mzazi mgonjwa, watoto ni wagonjwa, labda wamekosa ada. Ni watu wachache sana. Kwa sababu kwa vijana huo wajibu hawana. Nikajua tu umri huu. Nikamuuliza unafanya ngono mara ngapi? Nilimuuliza tu makusudi. Akaniambia mimi siwezi kumaliza wiki bila kufanya ngono. Nikamuuliza umeoa? Akasema sijaoa. Unaishi na mwanamke? Akasema siishi na mwanamke. Nikamuuliza kwa unapotaka kufanya ngono inakuaje? Akasema tunakutana sehemu nzuri na nini. Kaambia vizuri. Nikamwambia naomba uniambie mara ya mwisho kufanya ngono lini. Akaniambia hapa tu juzi tulipotoka nimetoka kukutana na mwanamke wangu. Nikamwambia unaniruhusu tufanye hesabu ya gharama ulizozitumia na huyo mwanamke, alafu turudi nikuulize swali, je, huoni unakopeleka kipato chako? Ananiambia nakuruhusu.
Kwanza akasema hiyo tu haiwezi kumaliza hela bwana. Maisha hayo wanaume, mbona wanaume wanafanya? Unagundua huyu mtu amejawa na ujinga wa kishetani ambao unamzuilia kusikiliza ukweli. Na ukiona katika maisha shetani amekufikisha pahala hataki usikie ukweli, hiyo ni hatari ndugu yangu. Kwa akabishana na fakti, yani akataka kubishana na fakti kwamba ngono haimalizi gharama. Nikamwambia basi kuwa tu mpole, tunafanya hesabu. Akasema basi tufanye. Tukapiga hesabu. Nikamuuliza ulienda kulala lodge ya shilingi ngapi? Akasema 20,000. Nikamuuliza nauli ya huyo mwanamke kuja na kurudi impa shilingi ngapi? Akasema 15,000, ikafika 35,000. Nikamuuliza hela ya chakula mlitumia shilingi ngapi? Akasema tulitumia kama 20,000, ikafika 55. Nikamuuliza hela ya kuondokea yule mwanamke ulimpa shilingi ngapi? Kama 15, ikafika kama 70,000. Nikamuuliza ni shilingi ngapi hiyo jumla? 70,000. Yeye mwenyewe anarudia hadi anaandika 70,000. Mimi naelewa kinachomtokea. Akaniambia imefika shilingi 70,000. Nikamwambia kipato chako wewe ni shilingi ngapi? Akaniambia 120,000. Ukitoa 70,000 nabaki shilingi ngapi? Akasema inabaki 50,000. Akaanza kuwa mnyonge mwenyewe. Nikamwambia sasa tuseme kila wiki unatumiaga 70,000. Na ukijichanganya ukafanya mara mbili maana yake ni zaidi ya 50,000. Nikamwambia gharama zako za kuishi, vocha, bando na vitu vingine, kwa hiyo uchukue ile 50,000 kwa wiki na nauli zako na nini. Nikamwambia unataka ubakishe shilingi ngapi? Nashukuru Mungu yule kijana akawa kama amefunguliwa, akaniambia umenifungua jambo ambalo hakika katika maisha yangu sikuwahi kupata mtu wala rafiki ambaye angeniniomba tukakaa chini hata nikafanya hesabu ndogo hii. Hesabu ya muda mchache kama dakika 3 imenikumbusha anguko langu na kifungo changu kilikuwa wapi katika uchumi wangu. Akaniambia kumbe muda wote nimejifunga katika hili. Akaniambia ndio maana namaliza wiki sina hata fedha. Na sijawahi kuona au kuhisi kama kile kitu ndio kinanimalizia fedha. Ni kwa sababu mimi naamini ni kitu cha kawaida ambacho watu wanakifanya. Nikamwambia hapana. Kwa hiyo vijana wengi kwanza hawataki kufanya hesabu hiyo. Na vijana wengi hawataki kufanya hiyo hesabu. Lakini eneo kubwa linalorudisha nyuma kipato kidogo cha vijana ni eneo hili la ngono, eneo la ulevi, ni eneo la ajabu. Na ukilipinga hili eneo, ukagoma kuambiwa ukweli juu ya habari hizi, unaweza ukapotea zaidi kuliko unavyoweza kufikiria. Ngono ni hatari. Unaweza ukazana unaonekana wa maana sana kwa sababu unatembea na wanawake warembo sana, unabadilisha wanawake, unabadilisha wanaume, lakini unajitesa wewe mwenyewe. Unajiumiza. Na ndio maana unaweza ukajiuliza kwa nini wewe ni mtu mwenye mawazo? Kwa nini wewe ni mtu mwenye msongo wa mawazo? Ni mwenye stress, maisha yako hajawahi kupata utulivu. Ni kwa sababu ya hali hizo. Sababu ya uzinzi. Unakuwa na mawazo pale unapokosa huduma hiyo. Kwa sababu maisha yako umeyaelekeza huko. Wewe binti umejielekeza kwamba wewe pasipo ngono hauishi. Kwa hiyo haujui hata kuuza chungwa, hauwezi hata kuuza maembe, hauwezi hata ukachoma mahindi, hauwezi hata ukafanya kazi kwa mamantilie. Ni kwa sababu unaamini hiyo sio maisha yako. Wewe fahari yako ni kupendeza na kwenda kulala kwa wanaume. Umeamini wewe umeletwa hapa duniani kufurahisha wanaume. Wanapokosekana hao wanaume wa kukufanyia hiyo, wa kukupa hiyo huduma na kuyawezesha hao maisha yako, ni lazima uingie kwenye msongo wa mawazo. Ni lazima ujikute umekuwa mlevi. Lazima uvute madawa, kwa sababu akili yako inapopata utimamu unateseka zaidi. Kwa umekubali kuwa mtumwa wa watu wengine ili uweze kuishi. Sasa na ulivyo wa ajabu, unaweza kuona mcheka huyu binti asiyejua kuhusu ngono, ukahisi anapotea. Na huyu binti ambaye hajui kuhusu ngono, akiwa mpumbavu, akikuangalia mtandaoni, akiwafuatilia mitandaoni, anaamini mna mafanikio, mna maisha mazuri, kumbe mna mateso, mna mawazo, mna changamoto za akili. Huyu naye akiwa mpumbavu anaingia kwenye ulimwengu ambao umejaa script. So mimi napenda kuambia watu, mtandaoni kile unachokiona ni script. Mtu amejiandaa, akavaa vizuri, akaja akapiga picha. Ndio maana kuna kameramani nyuma. Vitu vimepangiliwa kwa ajili ya kukupotosha wewe usiyekuwa na taarifa na maarifa. Ili uone wivu, wako tamaa, udhani kumbe watu wanafaidi hivi. Kumbe mabinti warembo wenzangu wanafaidi hivi. Kumbe nikivaa kinguo kifupi wanaume wataniona. Kumbe kuna maisha, kuna magari mazuri yananunuliwa. Ingia kwenye ulimwengu ndipo ugundue kumbe hata basikeli tu kwa zinunuliwi.
Na ukifika kwenye ulimwengu ndio ukapogundua kwamba kumbe yale yote yalikuwa ni maigizo. Hutoviona ulivyokuwa unaviona kwa watu walivyokuaminisha vipo. Ni ulimwengu unaotesa. Ni ulimwengu ambao umeibua changamoto ya akili kwa vijana wengi. Wewe kijana mwenzangu unanisikiliza, inaweza ikawa na kukera kukwambia hivi. Lakini hebu kubali, shinda ulimwengu huo. Ushinde, ondoa fikra hizo za kingono. Ziondoe tu. Epuka hao marafiki waovu, wasiojua kukushauri vyema, wasiojua kukosoa zidi ya mabaya yako. Waepuke. Huyo binti, huyo mshauri wako, muepuke. Huyo rafiki asiyeweza kukuambia ukweli, asiyeweza kukushauri vizuri, mnayekutana tu mnalala, mnacheka, mnashare vitu, muepuke. Kataa hiyo. Hicho ndicho kifungo ulichojifunga katika maisha yako. Mtaenda mno kwa watumishi, nakataa vifungo, najifungua katika ulimwengu wa roho. Hakuna uliyefungwa katika ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho unakusaidia. Kwani ulimwengu wa roho ndio unaofanya kazi? Wewe umefungwa katika tabia za kimwili. Angalia katika maisha yako ya kila siku, watu wanaokuzunguka ni watu wa aina gani? Hivyo ndivyo vifungo unavyoishi navyo. Angalia tabia unazozipenda, unapenda tabia gani? Kama nilivyo kutolea mfano huyu kijana. Aliniambia kabisa kwamba hiki ni kifungo ambacho nilikuwa sijawahi kukiona. Fungua ufahamu wako. Punguza kwa mtu wa mitandaoni. Jifunze maisha halisi huku nje. Ndipo utakapogundua hujafungwa. Ndipo utakapogundua umejifunga wewe mwenyewe kwa tabia zako, kwa watu unaoambatana nao. Kwa sababu hata sisi wengine tuliwahi kushuhudia maisha ya namna hiyo. Kuna wakati tulidondoka katika maisha. Tulipotoka sio kwa sababu sisi tulipotoka. Ni kwa sababu tuliokuwa tumezunguka nao ni wale waliokwisha potoka, wakatufundisha jinsi ya kupotoka. Kuna wakati tulianguka katika maisha kwa sababu ya tamaa zetu. Tukajikuta tumeanguka katika maisha. Tukauhama katika uadilifu. Kwa hata wewe usientertain huo rafiki. Usione maisha ni kwenda night clubs na kutoka na kutolewa out. Usidhani hayo ndio maisha. Hayo ni mateso unaozoeshwa na mwovu. Hayo ni mateso. Shetani anakufundisha maisha yasiyokuwa halisi, ambapo atakapogundua amekuchukua atakuachia, kwa sababu shetani huwa anajua wapi pa kukupa na wapi pa kwenda kukunyang'anya. Utakapoachiwa ndipo utakuwa mtu mwenye msongo wa mawazo, utakuwa mwenye changamoto za akili. Utaiona hii dunia ni mahala pagumu sana, kumbe umepafanya kuwa pagumu wewe mwenyewe.